wale magaidi ambao walitutatiza pale Shakahola, na mmesikia rais ameomba msamaha kwa niaba ya serikali. Vile vile mimi nimeomba msamaha kwa sababu jambo kama lile alingetendeka kwa njia ile na vikosi vyetu vya usalama visiweze kujua. Nataka niwahakikishie hatutakuwa na nafasi tena ya watu waovu kama wale kufanya uovu wao. Vile tumepigana na magaidi ambao wamejificha katika dini ya Kiislamu hapo awali kupiga taifa letu na kuua watu, tutapigana na vile vile na magaidi wa dini zote, zikiwemo wale magaidi wamejificha katika dini zote ikiwemo dini ya Ukristo, kwa sababu muuaji hana dini, muuaji hana kabila. Muhalifu ni muhalifu. Akijificha kwa Waislamu tutamfichua pale, akijificha kwa Ukristo tutamtoa pale, akijiweka katika dini za kitamaduni tutamtoa pale. And the way we have succeeded in the fight against terror and Islamic extremism, we will also succeed in those who misuse the Holy Scriptures and the Word of God and the empowering gospel of Jesus Christ to commit murders, to commit atrocities like what we have seen down in Shakahola. I request the public to come out in large numbers, give their views, and we will do whatever we need to do to make it impossible for anybody to misuse the Bible and do the kind of things that have been done there. Na mimi nataka niwaulize wenzangu, kwa sababu mimi pia ni Mkristo. Mimi ni Mkristo, nimekuja hapa kama mwenzenu, na mimi nimeokoka. Wakati ile jopo kazi ambalo rais amechagua litatembea pale, ningetaka waumini wote, Wakristo wenzangu na viongozi wetu wa makanisa waongee na serikali, mtuambie kama mungetaka tuendelee kukaa vile tulivyo, tuwe na Makenzie wengine ambao watatumia injili vibaya kuua watu, ama mungetaka mabadiliko. Kwa sababu ile imetendeka pale sio injili na sio Biblia. Manake Yesu mwenye tunaamini hakusema ya kwamba sisi tutaenda pale aliko. Alisema atakujia kanisa. Si Yesu alisema atakujia kanisa? Na alisema wale watakuwa wamekufa watafufuka, na wale watakuwa hai watabadilishwa miili yao. Sasa ni dini gani hii ya kuambia watu ati dunia imeisha, tuendeni kwa Yesu, na Yesu alisema atakuja kutuchukua? That is not Christianity. Yesu wenye walikuwa wanasema wanahubiri wale magaidi Makenzie na wenzake, wakati alikuta watu wamekaa sana na wako na njaa, alichukua samaki, akachukua mkate ambavyo ni vyakula vilikuwa na yule kijana mdogo, akahakikisha kwamba kila mtu pale katika mkutano mkubwa wa watu 5,000 amepata chakula. Ni Yesu gani huyu ambao unasema ati mnalazimisha mtu asikule mpaka akufe akakutane naye, ili hali yeye mwenyewe wakati aliona watu wako na njaa na wapatia chakula? Kufunga ni sawa, lakini kufunga mpaka kufa, hiyo sio Ukristo. Sijui kama tunaelewana. Yesu aliua watu?
Kuna watu ulisikia Yesu aliua watu na nyundo na shoka na kuwatoa roho na nafsi zao. Yesu alifufua waliokufa. Kweli si kweli? Si alifufua ule mtu alikuwa anaitwa Lazaro wa Bethania? Si alifufua ule msichana wa Jairo, ule msichana mdogo? Sasa ni Yesu gani huyu wa kumaliza watu na shoka na nyundo na kuwapiga, kuwavunja mbavu na mifupa mpaka wanakufa? Kwa hivyo wale, nataka tuelewane hivi. Hiyo jopo kazi itaanza kazi yake kesho. Toeni maoni. Na mimi nikiwa waziri wenu wa masuala ya ndani, na wahakikishia ya kwamba hatutakuwa na nafasi kama ile imetokea pale tena mpaka siku ile Yesu atarudi. Na vile tumekaa ngumu kushughulikia wale wamejificha kwa Uislamu, hata wale wamejificha kwa dini zingine tutawatoa pale, ndio wasiweke kanisa matope. Sijui kama tunaelewana. All the crooks and criminals who are hiding in the church of Jesus Christ, those who are hiding in other religions, your time is up. We will smoke you out. No amount of misusing the Bible, no amount of quoting the Constitution will save you from justice and from accountability. Mimi najua mtatoa maoni na mtatuambia vile tutafanya. Mungetaka tuendelee na wahubiri kuua watu? Mungetaka tuendelee na wahubiri wa kuendelesha dini potovu ya kuumiza watoto na akina mama na wazee? So mimi najua mtasema hao wakora wote wapotee. Si namna hiyo? Na ule Makenzie ule hatoki jela tena. Ule hatoki jela, atazeekea pale jela. Na tunaomba Mungu amweke miaka mingi ndio aone Kenya ambayo itakuwa Kenya salama, ambayo itakuwa na hii maneno yake ya upumbavu. Sijui kama tunaelewana. Lakini jela hatoki. Hataona mwangaza wa hii dunia tena, atakaa pale jela mpaka azeekee hapo, alafu apotee, aende kwa shetani yake. Kama atatubu, hiyo ni mambo ya Mungu.